Karibu kwenye Mtu Mweni Show, mahala ambapo tunazungumza kwa kina masuala ya maisha, utamaduni na mahusiano. Mimi ni mtangazaji wako Idi Mtu Mweni, na leo tunazamia mjadala wa kuvutia kuhusu nafasi ya tamaduni za Mswahili katika kudumisha ndoa imara na jinsi athari za tamaduni za Magharibi zinazoyumbisha misingi hiyo ya tamaduni za asili. Mgeni wetu maalum leo ni Atia Hassan. Huyu ni mshauri wa ndoa, ni mtaalamu na mkufunzi wa masuala ya ndoa pia kwa kutumia tamaduni za asili za Kiswahili. Tutachunguza hekima za mababu zetu, mabibi zetu huko enzi za nyuma, changamoto za usasa, mambo ya kidigitali, mambo ya sasa, na njia bora za kuhifadhi maadili ya ndoa. Endelea kusikiliza na usisahau kushiriki maoni yako kwenye mazungumzo haya. Tukianza kipindi chetu na misingi ya ndoa ya Kiswahili. Kwanza kabisa, kabla tujaendelea, tumkaribishe mgeni wetu. Karibu sana. Asante sana kwa mara nyingine kupata nafasi ya kushiriki kipindi hichi for the second time. Nashukuru sana. Naam, unakaribishwa. Kuna msemo maarufu sana ambao katika jamii zetu tunakuwa tunausikia, unasema kwamba ndoa ni ya watu wawili. Maana kabla hatujaanza kwenye mada yetu, unaweza kutupa kidogo ufafanuzi wa hii kauli, ndoa ni ya wawili? Sahihi kabisa, huo msemo upo na unaishi. Kwenye ndoa sidhani kama kuna mtu zaidi ya hawa wawili. Maana anahitajika mke, jinsia ya kike, anahitajika na jinsia ya kiume ambao wako na akili timamu. Haijalishi utofauti wa dini yenu, kwa sababu hayo mambo hatutaki kuyazungumzia, lakini ni jinsia mbili ndo tunadefine ndoa kwamba ni mwanamke na mwanamume. Zaidi ya hapo, maana mimi nasema inakuwa ni group discussion, inakuwa sio ndoa tena. Na mwisho wa siku msemo huu unaakisi maisha ya halisi ya ndoa kutokana na kwenye maamuzi, kwamba hii ndoa itahusika na hawa watu wawili kwenye maamuzi, kwenye mashauri, kwenye mashirikiano na kila kitu. Yani katika kila sekta itawagusa hawa watu wawili tu na siye mtu zaidi ya hapo. Ndio maana hata kwenye cheti kile tunapata saini ya mke na mume, wanaobakia wanakuwa ni mashahidi tu. Kwa hiyo huu msemo upo na utaendelea kuwepo kipindi chote cha maisha yetu. Naam, asante sana. Kabla hatujaangazia mabadiliko ya sasa, ni muhimu kuelewa jinsi ndoa za Kiswahili zilivyokuwa na uimara wake wa kipekee huko nyuma. Unaweza kutuelezea kanuni kuu zilizosaidia kudumisha ndoa za Waswahili, wakazi wa mwambao wa pwani ambao ndo tunawagusia zaidi hapa leo? Kihistoria, nini kilifanya ndoa zao ziwe imara? Sisi hatupendi kusikia kitu mila na desturi, lakini ni vitu ambavyo vinatusaidia sisi kwenye hizo ndoa ambazo tunazitaka kuzizungumzia leo. Kipindi cha nyuma mila na desturi zilikuwa zina nafasi kubwa kwenye nafasi ya ndoa. Mwanamke anapewa mafunzo stahiki kuanzia ngazi ya familia, akiwemo baba na mama. Unatengenezwa kuwa mke baadaye. Hata mwanamume anatengenezwa hivyo, ila baadaye kidogo kumekutokezea mambo na yakabadilisha huu mtazamo. Ila tukirudi nyuma, mtoto wa kike atafundishwa majukumu ya familia. Ndio maana mama anamtrain mtoto wake kuamka asubuhi, akatandika kitanda chake, akafagia chumba chake, akajisafisha yeye mwenyewe, akamsaidia yeye nyumbani kupika, kufagia, kuosha vyombo na majukumu kama hayo. Hachoshwi yule mtoto, anatengenezwa kwamba siku moja utakuwa mama na wewe, hizi kazi iwe ni sehemu yako ya maisha. Lakini upande mwingine kuna hatua nyingine, anapofika kuvunja ungo, anapelekwa sehemu, anafundishwa kujihifadhi, kujitunza, kujiheshimu, na anafundishwa kuwa mkweli. Kwamba amefika stage, amekuwa mkubwa, anazungumza kwamba kuna hali fulani sielewi kwenye mwili wangu, anatengenezwa kuwa muwazi na sio tabia za kijanja janja
Kuna watoto wengine wamekuwa lakini wanaficha. Ule sio uoga, ule ni ujanja. Sababu kama mtoto unaelelewa ukaleleka, ukikuta kuna kitu hukielewi kwenye mwili wako, bila shaka unatakiwa umuelezee mamako. Sasa ukiwa na tabia za kuficha manake hutaona tabu baadaye kuja kumficha mumeo mambo makubwa au kutengeneza maskandal makubwa. Sasa unatengenezwa kuanzia mdogo. Ukipata na shida hii, unamfuata mama, unamuelezea, anajua anakusaidia vipi. So unapokuwa umevunja ungo, utapelekwa, utafundishwa, utaelimishwa, utafundishwa namna ya kujihifadhi, kujistiri, kujitunza, kujisafisha. Yote unatengenezwa kuwa mwanamke. Vile vile ukifika kwenye hatua ya kuolewa, unapelekwa sehemu ambayo ulipelekwa mwanzo, unaendelezwa yale mafunzo ambayo ulipewa. Na hii inakusaidia wewe kujenga kiakili, uwe kwenye nafasi yako, yani usiwe mshindani. Ile tabaka ambayo ilitengenezwa zamani kwamba wanaume ni watu fulani na sisi ni watu fulani, nadhani ilikuwa nzuri. Manake huu uwiano ambao tunauhitaji sisi kiasi fulani unavunja lengo la ndoa. Lakini ile distance ambayo tulitengenezewa sio kuwaogopa, lakini ni kuwaheshimu wanaume, yani kuwapa ile heshima yao ambayo walitakiwa wapewe kuanzia ngazi ya familia. Unaona nyumbani mama anavyoishi na baba anapokuja mama atampokea, atamtengea chakula, atahakikisha ameshiba, na ikiwa baba amerudi nyumbani mapema, mnaambiwa msifanye zogo, baba amepumzika, mnatengenezewa yale mazingira kwamba mume aweje kwenye ngazi ya familia. Lakini pia kuna wazee wengine wameenda faa zaidi, mtoto hana direct access na baba. Ijapokuwa hatuzungumzii mzazi akiwa dikteta, lakini unatengenezewa ile hatua za kupita. Sio moja kwa moja ule uhodari wa kusema unatoka straight ni sawa na umeenda ofisini unamkiuka sekretari, wewe moja kwa moja unataka uonane na bosi. Sasa kwenye ngazi ya familia kwamba unachokihitaji lazima kipitie kwa mama kwanza. Kwa hiyo mama ndo sekretari wa nyumba, yeye anapeleka taarifa kwa baba. Tunatengenezwa kwenye mazingira hayo. Hata skuli ukiwa umeambiwa kaite mzee wako, huendi kumwambia baba nimeambiwa nipeleke mzee wangu skuli. No, unamwambia mama kwanza. Kwa mama yeye ndo anajua anachezesha ile karata yake vipi. Kwa hiyo kama mwanamke unaanza kuona roli ya mama kwenye familia ni hii, lakini mama yule ni mke. Je, ana nafasi gani kwenye ndoa yake? Anaishi vipi na baba? Kwa hiyo vile vitu vyote unafundishwa kwa vitendo. Na hii nadhani imesaidia kwa kiasi kikubwa ndoa za zamani kuwa na heshima na kudumu kwa muda mrefu, kwa sababu kulikuwa na ile mipaka. Tunasema hii mipaka ya mama imeishia hapa na hii mipaka ya baba inapitiliza hadi sehemu hii. Nadhani ile ndo ilikuwa inatusogeza kidogo. Naam. Umegusia suala la familia, na imekuwa ni tamaduni za Mswahili ndoa kuonekana ni muungano zaidi ya watu wawili. Kama ulivyosema mwanzo, ndoa ni ya wawili, lakini muungano huu wa watu wawili hutengeneza familia. Sijui unaweza kutuelezea kidogo nafasi ya familia na jamii ambayo inazunguka ile familia katika kuimarisha ndoa ya hawa watu wawili ambao pengine tunawazungumzia. Kitu chochote kinaanzia na nyinyi, lakini nyinyi mnakuwa sio waamuzi wa mwisho kabla ya ndoa. Ikiwa mwanamume ikiwa atamhitaji mwanamke, manake anabidi aende kwa wazee wake, na hata kwenda yeye inabidi wazee wake waende kule. So hizi familia mbili zinapoungana kutengeneza udugu, inapotokezea issue yoyote katika hawa wanandoa, manake swala linabidi lirudi kwa wazazi. Kama ambavyo nyinyi hamkuwa waamuzi wa mwisho kutengeneza ndoa, iliamuliwa na wazazi, basi changamoto yoyote inabidi familia ndo ingilie kati, ikiwa ipo nje ya uwezo wenu. Lakini upande mwingine sasa wa hili swali lako, familia hizi zina umuhimu gani kwenye hii ndoa? Zina umuhimu kwa pande mbili. Kama upande wa mwanamke, zinahusika kwenye malezi zaidi, kwa sababu mtoto wa kike bado anahitaji familia yake. Ikiwa atajifungua inabidi aende kwenye familia yake akahudumiwe kama mzazi. Ikiwa anaenda kazini, manake mtoto wake atampeleka kwenye familia yake. Yani ni vitu ambavyo tunavihitaji kwa maisha yetu yote. Upande wa mwanamume, ikiwa mwanamume ana changamoto kifedha, manake familia ya mwanamume inahitajika kuhudumia yule mke kama na mtoto, kwa sababu wao ndio responsible na mtoto wao anatoka upande ule. Kwa sababu haiwezekani, yani kinyume kwamba mwanamume ana crisis labda
kisha familia ya mwanamke ndo itake over. Inatakiwa familia ya mwanamume ndo itake over. Sasa unaona jinsi gani familia bado zinaendelea kukuwepo kwenye ile ndoa kwa muda wote. No matter what itatokezea baina yao, lakini familia inabidi ziwepo. Lakini jambo jingine, mnakuwa mnabadilishana. Mume anapooa, familia ya mke inakuwa ya kwake, na upande ule wa mke familia ya mume ndo inakuwa ya kwake. Kwa hiyo linapotokezea lolote unakuwa umepata sehemu mpya ya kukimbilia. Unajua sisi tunakuwa tunakosea, tunapopata changamoto tunakwenda kulalamika kwa wazee wetu. Sisi wazee wetu watatuonea huruma, hawatotoa maamuzi sahihi. Yani familia ya mwanamke always hawatoi maamuzi sahihi. Hiyo watu wakubali wakatae, watakuwa wanamhurumia yule mtoto wao, hasa wazee wa kike. Yani bila yeye kujua kwamba na yeye alipitia changamoto akasimama imara mpaka leo yupo na baba yako, lakini anashindwa kukushauri wewe, anakuwa blinded na ule uchungu wa mwana, anashindwa kutoa maamuzi proper. Lakini upande wa mwanamume kidogo wanakuwa inawia ugumu kidogo kutoa maamuzi magumu, wakifikiria mambo ya mahari na kufanya harusi na gharama walizozitumia kidogo inawawia ugumu. Kwa hiyo inakuwa upande wao kidogo inawapa nguvu ya kuendelea kusema hii ndoa waache ibakie na mtawekwa chini msuluhishwe na vitu kama hivyo. Lakini familia inakuwepo, yani wewe utake usitake, mimi wangu mume tu, mimi sitaki sijui nini, wewe utakuwa wako mume, lakini ikidhihiri kweli maneno ya Waswahili uongo hujitenga. Naam. Nafikiri mara nyingi inakuwa kinachosababisha upande mmoja kujumuika na upande mwingine kama ikitokea matatizo ni ile ndoa jinsi gani ilivyofungwa mwanzo. Kwa maana ya kwamba muda mwingine upande fulani haujakubaliana na maamuzi ya mtoto wao kufunga ndoa kwenye familia fulani. Kwa hiyo na mwingine hata mtu anajua kabisa mimi familia ile nimeoa tu au nimeolewa tu, lakini hawaja nikubali. Sasa hatutegemei katika mazingira kama hayo kutokea tatizo kwa yule mtu kuenda kutafuta pengine msaada au kutafuta pengine suluhisho kwa namna kama hiyo. Na huo ndio sasa ambao tunauzungumzia sasa hivi, tofauti na zamani. Zamani wazee wenyewe wanakutana na wanaamua watoto wetu tuwazishe, na maana tayari kuna muunganiko wa pande mbili kabla hata ya vijana wao. Tukizungumzia masuala ya vijana na utamaduni wa zamani, hasa mwambao wa Afrika Mashariki, tukizungumzia Waswahili pengine na makabila mengine, vijana huandaliwa mapema kabla ya kuingia kwenye ndoa, na hii ni mila na desturi, awe kijana wa kike ama wa kiume. Maandalizi haya yalikuwa yana manufaa zaidi ukilinganisha na mtazamo wa sasa. Hilo ni swala langu kwako. Unahisi haya maandalizi yalikuwa yana msaada zaidi katika ndoa ambazo zilikuwa zinafungwa, ambazo ndo tunazungumzia hizo za zamani, na vipi tunaweza angalau kujikumbusha hizi tamaduni? Maanake tukizungumzia wazee tunazungumzia mabibi na mababu zetu, lakini kuna wale vijana wa leo ambao ndio wazee wa kesho, ambao watoto wao watakuja kuangalia, mbona mimi mzee wangu alifanya 1 2 3. Nikirudi kwenye pointi yako ya nyuma kidogo ulioitia nyama kuhusu mambo ya familia, naomba niweke sawa swali lako. Lilikuwa kama swali kwenye maelezo. Ikiwa utaolewa kwenye familia ambayo haikutaki, wewe unashikana na mume, kwa sababu tukirudi kwenye definition ya mwanzo, ndoa ni ya watu wawili. Sasa kwenye familia yenu ukishakuona kuna dalili fulani za kutokutakiwa hivi, inabidi uwe na kaba maneno ya watu. Mume unamtaka, kwa hiyo unamstahimilia, na wewe unaona hii familia sijatakiwa mke ninamtaka, unamstahimilia. Mwisho wa siku mtakuwa hamzungumzi lugha mnayoelewana mpaka mtazungumza lugha mnayoelewana na mtakaa kwenye mstari mmoja. Tukirudi kwenye swali lako la sasa ambalo umeniuliza, mimi nadhani sisi tuna nafasi bado ya kufanya changes. Kuna wazee ambao bado wapo wanaendeleza hizo tamaduni za kufundisha hao mabinti na wakaka. Wanaume wenyewe wanakuwa na vijiwe vyao vya kahawa, na ikiwa kijana unashiriki kwenye hivi vijiwe vya wazee, huwezi kutoka kapa.
Yani ukiwa wewe unajaribu kuanza process, unataka kuoa, basi wewe una urafiki na hawa wazee hawa. Wanasema hata mjinga naye huzeeka, lakini hakuna kitu ambacho utakosa kupata kwa mtu. Yani kila mtu kuna kitu atakufundisha, haijalishi yeye ni mdogo ama mkubwa. Sasa ukikaa na hawa ambao wameshakula chumvi nyingi, wameshaona mengi, watakufundisha namna ya kuishi na sisi wanawake, watakufundisha namna ya kusimama kama baba, watakufundisha namna ya kuishi kama mume, watakukumbusha majukumu yako kwa sababu kuna namna unakuwa unajisahau, watakukumbusha namna ya kuishi na wakwe zako. Haya yote utafundishwa in a very normal way. Huwezi kuwekwa darasani ukafundishwa kama vile unavyofundishwa what is chemistry. Elimu ya maisha ipo kwenye mazungumzo. Kwa hiyo unapokaa na watu wazima unajaribu kuvuna mawili matatu. Kwa sababu mwanamke atapata nafasi ya kupelekwa kwa somo, atafundishwa na vitu ambavyo bado vinaendelea kufanyika. Ila wanaume kidogo wameacha hivi vitu, wanasema mimi sitaki kusingwa. Wanahisi kusingwa ni ile kwenda ukasuguliwa mwili. Wanashindwa kutofautisha kwamba ile counseling ambayo unaenda unapewa na ami yako ama baba yako ama mjomba wako ni elimu ambayo hutoweza kuipata sehemu nyingine yoyote, na wao wanakupa kutokana na experience walioipata. Sasa huwezi kukuta kwenye watu watano wana experience zinofanana. Utapewa kila mmoja na experience yake. Kinachokufanya wewe uendelee kusikiliza ni kwa sababu kuna points utazihitaji. Baadaye ikitokezea kutengeneza experience yako, utazitumia kwenye safari yako. Ndio kitu pekee ambacho vijana wanatakiwa wazingatie. Unaposikiliza hadithi ya mtu, sio kwamba wewe ukaishi kama yule mtu alivyoishi. Chukua points muhimu, baadaye utakuja kukumbuka kuna siku fulani, kuna mzee fulani aliniambia yeye alirudi nyumbani alikuta mkewe hakumpikia. Badala ya kukasirika, aliingia jikoni akasonga sembe akamkaribisha mkewe kula. Sasa unajaribu kutafuta njia za kusuluhisha mambo kwenye mzaha, kwenye vichekesho kama hivyo, manake huwezi tu moja kwa moja. Kuna mfano nilipewa, siku hizi wanawake wanaachwa kaongeza chumvi, sijui hajafua, sijui kachelewa kurudi, yani ni visababu vilivyokuwa havina msingi. Sasa unaanza kujifunza tangia mapema. Okay, kaongeza chumvi. Binadamu, kwa sababu hata mimi nakosea, unatakiwa uyachukulie mapungufu ya mtu kwenye hali ya kawaida kwamba hata mimi nakosea. Sasa sitakiwi kumjudge. Halafu kuna vitu vya kuchukulia serious. Haya yote unayapata kuyasoma kwenye mazungumzo. Ndio maana wanashauriwa kwamba wakikaribia kuoa wakae na wazee hawa wapate mawili matatu, kwa sababu kukaa chini wakafundishwa 1 2 3 hawana huo muda, wako resi kutafuta maisha. Kwa wakipata time kidogo, wakikaa kwenye vijue vya kahawa wanaokota mawili matatu, yanawaongezea maarifa. Hivyo yani inapendeza hasa kijana uwe na rafiki mzee ili uwe unavuna madini. Lakini vijana wa siku hizi hawachukui hizo points. Hawachukui kabisa. Ni sawa kama sisi wanawake ambao tuna mfano unabahatika unakaa na bibi. Kwa hiyo unaona kwa hiyo bibi akiamka asubuhi chai ya babu anaitenga mwenyewe, anaiweka kwenye sinia, anaweka kikombe cha babu maalum, anaweka kibakuli cha maji ya kunawa, anafunika na kawa vizuri. Kama ni mtu wa kudadisi kama mimi unahoji, bibi mbona kila siku babu unamwekea hivyo? Hivi ndo mume anavyotakiwa aenziwe, hivi ndo mume unafundishwa. Sasa kama mtu wa kuchukua unachukua ile. Baadaye unaenda unaimodify jinsi wewe unavyotaka. Unaona bibi ikifika jioni kaingia chumbani kwake, kafunga mapazia, kafukiza udi, yeye mwenyewe kashakoga. Naambia bibi sasa hivi ushakoga? Ndio hivi anavyotakiwa mwanamke awe. Mume akirudi akukute uko smart mwenyewe, unanukia, kwa unasoma pale. Ikitokezea babu kaja pengine kahamaki, yeye anaingia ndani, anaenda anamsikiliza, labda anaumwa, labda ana tatizo, labda uko anakotoka hajapata pesa. Lakini sisi sasa hivi mume kaja kakasirikana na hata yijua mwenyewe, wewe ndio unawajaza mara 2 yake. Hujengi. Sasa ukiwa unapata vitu kama hivi, vinakusaidia we mwenyewe kujifunza kwenye maisha ambayo unakwenda kuishi. Na ndio maana tunaambiwa elimu ya ndoa haiishi, kila siku unatakiwa ujifunze, kwa sababu kila siku maisha yanakufundisha. Naam, mtazamaji wetu na msikilizaji, huyo ni Somo Mtoto. Kwa wasikilizaji wetu, tungependa kusikia kutoka kwenu, ni desturi zipi za ndoa
za tamaduni za Mswahili mnadhani bado zina thamani leo? Tuambie kwenye maoni hapo. Kumbuka tuko na mgeni maalum hapa, Atia Hassan. Huyu ni mshauri wa masuala ya ndoa, ni mtaalamu wa mafunzo ya tamaduni za Kiswahili hususan kwenye masuala ya ndoa pia. Tumemwalika kujadili jinsi tamaduni za Mswahili zinavyosaidia kudumisha ndoa imara, na athari za tamaduni za Magharibi ambazo watu wengi na vijana wengi ndio hupendelea kuzifuata. Ule wigo ndo tunauzungumza hapa, kuangalia jinsi gani ndoa nyingi zinavyoharibika kupitia wigo wa athari za tamaduni za Magharibi, wazungu hao. Naam, ulizungumza swala la vijana kujishirikisha na wazee ili kujifunza zaidi. Kijana ukikaa na kijana mwenzako, mko rika moja, uzoefu wenu unafanana, lakini ukikaa na wazee basi unapata kujifunza kwa sababu na wewe ni mzee wa baadaye. Yale mawazo yao wakiwa wanazungumza, na hata uwe mdadisi pia, kwa sababu unaingia katika ulimwengu mpya, unaingia katika ulimwengu ambao haujawahi ku experience. Ina maana unapo jichanganya na wazee unapata hivyo. Lakini pia nafikiri kama jamii ni muhimu kuwa na vituo ambavyo vinatoa mafunzo kama haya. Kama wewe katika harakati zako za masuala ya kutoa huduma hizi za ushauri na mafunzo ya ndoa, ni vizuri tukawa na watu wengi kama nyinyi. Tuko na vituo vingi sana vya mafunzo mbalimbali, mafunzo ya ufundi, mafunzo ya kompyuta na mambo mengine. Tunataka na vituo vya mafunzo ya ndoa. Nimeona ofisi ya Mufti inatoa mafunzo kwa wanandoa wapya ambao wanategemea kufunga ndoa, na kuna vyeti pia vinatolewa. Basi kama kijana ni muhimu, na pengine hata kama tayari upo kwenye ndoa, kama Atia hapa anatoa mafunzo kwa wanandoa ambao pengine wako zaidi ya miaka 20 kwenye ndoa na bado wanahitaji kujifunza. Nyakati zimebadilika, na kutokana na utandawazi watu wengi hasa Waswahili pia wameanza kuiga mitindo ya maisha ya Magharibi kama nilivyozungumza awali kuhusu ndoa na mahusiano. Mabadiliko haya yameleta manufaa au matatizo kwa uzoefu wako wewe? Ni athari gani kuu kutoka Magharibi ambazo zimeharibu sana ndoa za Waswahili? Tukianza kwenye mila na desturi tu tunafeli. Kwa mfano, namna zetu tunavyofanya harusi zetu, namna tunavyopokea kuanzia posa, mahari, harusi zetu tunavyofanya, welcoming. Unajua nikiwakumbusha kidogo halafu ndo watajua kama kuna vitu sisi tunavichukulia poa. Posa wanapeleka wanaume, yani wazee wa mwanamume wanaume wanapeleka. Mahari wanapeleka wanaume. Ikifika siku ya ndoa, akdi ni ya wanaume. Baada ya ndoa kunafanywa family gathering ambayo inafanywa siku ya chai. Yani ile siku ya chai maana yake familia mbili kukutanishwa kwa pamoja, kuonana, kujuana. Sasa hivi mambo imekuwa kinyume. Mahari wanapeleka wanawake kwa sherehe na mabeni. Ikifika siku ya ndoa watu wanachanga. Yani sherehe ya ndoa inafanywa sherehe complete, sio akdi ambavyo inavyotakiwa ifanywe nikah ile ya asili. Sijui kama umenielewa. Siku ya chai wanaalikwa strangers. How many times wewe umehudhuria chai ambao humjui bwana harusi wala bibi harusi? Sasa chai manake wanakwenda wale family members kutambulishana, kuungana ukoo pale ndo mila wewe lisoma kajificheni. Nakumbuka tulikutana na jana siku moja pale ndo mnajuana. Sasa hii ndo ile ambayo tunaitaka yenyewe. Sasa mfumo mzima wa maisha yetu umebadilika. Kwa hiyo hatutegemei na ndoa zitakuwa vile vile. Tukiongeza swala la hiyo ndoa yenyewe baada ya kufungwa, watu wanakwenda honeymoon. Haya mambo ya nani? Ya wazungu. Wakati zamani sisi bibi harusi nyumba ambayo anakwenda kukaa ndo itakuwa honeymoon yake. 7, 10, 21 ngapi zote atazikalia ndani kwake.
atahakikisha hatoki hata nje. Ile haiba ya uharusi haimtoki mtoto wa kike, na mwanamume safari yake kubwa anakwenda msikitini, anarudi nyumbani. Ye kaoa, watu watamuonaje kama kaoa kama hajafichwa fichwa? Biharusi leo anaolewa Ijumaa, yuko status anakwambia 5 days to go marriage yangu. Kashachora hina 3 days to go. Leo yuko kwa mpambaji, few hours to go. Bibi harusi huyo, watu hawana tunu naye. Kwa sababu gani? Anaiga mambo ya magharibi. Kuna challenge, kwa hiyo yanafanywa challenge yeye na wenziwe. I'm not the bride, sijui me I'm the sister of the bride, sijui I'm not the bride, sijui nini. Yote hayo si yetu sisi. Biharusi haiba yake na heshima yake ni kufichwa. Watu ile siku wanamuona siku ya harusi, mashallah kapendeza kanini, lakini watu hawana tunu hata na wewe. Umeolewa sasa hivi ushajiposti. Alhamdulillah, my husband, sijui alhamdulillah official Mrs. Idi Mtumweni, sijui nini. Yani imekuwa haina raha, yani haina haiba kabisa ya uharusi. Haya, tukiendelea mbele, bibi harusi ameshaolewa, yupo zake honeymoon. Sio tena afanye honeymoon huko ayamalize yeye na mumewe. Sote tutajua kama yupo honeymoon hoteli gani, leo katandikiwa shuka gani, hoteli wamemwandikia happy honeymoon, yote yako exposed. Jambo jingine imekuwa sasa, sisi familia ya mume watakupa wewe zawadi. Nasema sasa hayo mambo ya magharibi tuliokuwa sisi tunayataka. Mie msilete kanga, sitaki kanga mie. Nataka Madina set, nataka mashine ya sandwich, nataka nini. Hana kinu kwake, hana kibao cha kusukumia chapati, hana ungu. Anakwambia kuna zile tray za plastic zitanifaa mimi. Hana ungu huyo, hana kawa, hana seredani. Anakwambia na jiko langu hili la umeme mie nikitap tu hapa kitu kishaji nini. Hana mkato ufuta. Anakwambia yupo Google anahangaika how kupika mkato ufuta bila jiko la mkaa. Nini hataki nyumba yake chafuke. Haya, hana mkeka huyo. Mume atamsingia na nini? Kwanza atana msinga, yuko na mascrub yake. Wazungu waturahisishia kazi siku hizi. Yani ni mambo ya madalia manini kuchafua. Mscrub chooni naziweka pale, mwenyewe atakuwa anajisugua, maana mgongoni anajipata. Well done. Hana mkeka, hana nini. Kwa hiyo hana mbuzi huyo. Ananunua nazi ya pakti isha tengenezwa. Asante hawa wajasiriamali wakubwa washaturahisishia maisha. Yani kila kitu kimerahisishwa. Kwa hiyo na yeye hao ni uchungu. Tizama zamani, mama anamka asubuhi, anakuna nazi mwenyewe, anamenya muhogo wake, kama ni wali anachagua mchele wake, anatwanga mboga, ndio maana wazee wa zamani walichoka sana, lakini vile vile wako strong. Mpaka wazee unamuona mtu anatembea miles. Kwa sababu gani? Yuko active. Sisi tunaumwa kila pahali, miili tumeikalia tu hii, hatujishughulishi na kitu. Kwa hiyo mtu chakula anapika mwenyewe from the scratch. Leo hii wewe ukionekana unapika chakula kuanzia kukanda unga mpaka final unalitoa andazi, unaenda kuwekwa makumbusho. Kwa hiyo imefika stage kwamba sisi wenyewe wanawake tunaruhusu yale mambo ya kimagharibi yatuingie kwenye akili zetu, kuanzia maisha, kivazi, maongezi, na kila kitu. Hata huduma kwa waume zetu tumekuwa tunazifanya kimodern zaidi. Hatuna zile tungo za wazee wa zamani ambazo tulikuwa tunafundishwa au tunaziona wao wakizifanya, tunaziendeleza. Hatuli tena chini, hatuli tena kwa mkono. Kwa hiyo mfumo nzima wa maisha umebadilika kutokana na mambo ya kuigaiga. Hii ndio inayosababisha ndoa zetu sisi kuziona za kawaida. Mwisho wa siku tunaanza tunajihesabu, kwa nini mume wangu amekuwa hivi? Kwa nini amekuwa mkali? Kwa nini amekuwa anachelewa kurudi? Kwa nini amekuwa kadha wa kadha? Bila sisi wenyewe kukaa kujiassess ni vitu gani tunakosea, ni vitu gani tunaharibu, kwa nini tumetoka kwenye mstari, kwa nini haturudi kwenye asili zetu tukaishi humo. Yote haya imesababishwa na hayo. Nilitoa mfano kwamba hata zile mbanjo ambazo tunaletewa kwenye sanduku, mtu unamwambia usinitilie kanga, kwa maana hajui umuhimu wa kanga, hajui faida ya kanga, hajui kazi, hajui nini kanga. Imekuwa halali tena na kanga, na night dress.
Mtoto akizaliwa havishwi tena kanga, anavishwa baby show. Mzazi hafungi tena tumbo na kanga, anatafuta belti anavaa. Mradi yani theme nzima ya Mswahili inapotea kutokana na umagharibi ambao tumeubeba. Na hii tukiendelea nayo, ikiwa hatuko kwenye mstari ambao umenyooka kudumisha hivi vitu, tutajikuta hata hao watoto wetu tutakuwa tunawahadithia kwenye vitabu. Mnakumbuka kitabu fulani kiliandikwa kuhusu asili ya Mzanzibari na mavazi yake na vyakula vyake na nini, hatuna tena ushahidi. Au tena tafuta mabibi wa shamba, kule alikuwa akikaa yule bibi yake zamani alikuwa akiitwa Soma Mtoto, sasa hivi kashakuwa mtu mzima tena, kule ndo utapata hivyo vitu vya zamani. Saa hiyo wazee tena wataanza kuwahadithia watoto wao. Ni vitu ambavyo vinapotea. Naam. Hakika na hayo ambayo unayazungumza ndio tunayaona, na mtazamaji na msikilizaji ataungana na sisi. Mitandao ya kijamii imekuwa, zamani hakukuwa na haya mambo. Hujui kitu gani kinaendelea katika nchi za watu, hujui wanafanya nini, tamaduni zao huzijui, hadi pengine usafiri kwa majahazi na vitu kama hivyo ndo ukajionea huko. Lakini sasa hivi kila kitu kipo wazi. Mtoto mdogo akiwa anamiliki simu ambayo itakuwa ina connection ya internet, anaweza ku access vitu kwenye mitandao ambayo sidhani kama katika jamii ya Mswahili kuna utaratibu ya mzee kumonitor ama kufuatilia simu ya mtoto wake, kitu gani mitandao gani anatembelea. Tunaona mambo ya TikTok na vitu kama hivyo, kama ulivyosema hizo challenge. Sidhani kama mtu anapaswa hadi kitanda ambacho ametandikiwa kwenye honeymoon anakiposti kwenye mtandao ili kuonyesha watu. Mbali na yote hayo, umagharibi na usasa, unahisi kuna vitu kweli hatuwezi kuvichukua kama ni pengine vitu vizuri? Manake utandawazi, dunia inabadilika, tukazichunga mila zetu, lakini pia hata 1, 2, 3 ambalo pengine desturi na mila fulani wanalifanya na tukaliingiza katika pengine tamaduni zetu, unahisi ni yote tu ndo yapo hivyo yanaharibu ndoa, ama kuna mengine kidogo yanaongeza ladha fulani kwenye ndoa? Unajua tumefika kwenye situation ambayo hata redio hatusikilizi. Likitolewa tangazo, jamani watu kesho wasitoke nje, sisi tutatoka nje tupigwe marungu tufe. Hatusikilizi redio, hatujui nini kinaendelea kwenye nchi yetu. Tuko focus na mambo ya nje kutokana na ulimwengu kuwa upo kiganjani. Na hii fact kwamba watoto wetu tunawalea hivyo kizungu zaidi, mtoto anapewa tablet, sijui mtoto anapewa simu, sijui huwezi mzazi yote unatafuta nini upate your me time. I need my me time. Mtoto nikisha kumpa tablet, nikisha kumpa simu, anakuwa busy na mambo yake, hachezi tena na wenzie. Dunia imebadilika siku hizi, watu wanaibiwa, watu wanabakwa, watu hivi. Kwa hiyo hata majirani hatuwaamini, watoto hawachezi tena nje. Huwezi hata kumwachia mtoto ukamtuma, yani tunafanya shopping wenyewe, humtumi hata mtoto dukani. Siku hizi hakuna mtoto kapoteza pesa wala nini, yani yale mambo yote hamna. Sasa hivi wazee wako focus zaidi na kazi. Yani mtu yuko busy na kazi, anashindwa kumonitor watoto wake. Ili awe safe, afanye kazi zake vizuri, mtoto anapewa hiyo simu. Kwa hiyo hatuwezi kumonitor mtoto anaangalia nini kwenye ile simu. Yani so long yeye yuko busy, hakudisturb, you are good. Manake haikusumbui kabisa. Huyo ukishakumpa tablet yake hana neno, na wewe mzee you are okay, manake hata mshipa haukudundi. Na tulipofikia kwamba hizi simu zina effect tena sana, hasa usipokuwa makini na haya mambo ya mitandao, kukaa ukafuatilia mambo ya watu au ukaposti wewe vitu vyako vya privacy, inakwenda faa zaidi mpaka tena watu wengine wanavujishiwa tena hizo habari nyingine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi vinatutoa kwenye mstari, hasa mwanandoa, kwa sababu haipendezi kwamba personal issues zako zikawepo kwenye mitandao ya kijamii. Hasa haya mambo ambayo yako account za ambazo ziko public, kila mtu anaona. Maana kidogo ikiwa private mpaka labda mtu muaccept na nini. Sasa imefika stage kwamba sisi wenyewe hatuna hofu tena na kupoteza ile asili yetu ambayo tuko nayo.
Siku hizi huwezi ukakuta labda unasema yule hana kazi za kufanya, kaka barazani na wenzao nazungumza. Yani mpaka sasa hivi ukitaka kuonana na mtu uweke appointment. Hamna zile naenda kwa bi fulani sasa hivi nitamkuta. Hakuna. Hujampigia simu manake humkuti. Ndio tulikofikia sasa hivi. Kwa somehow ni vizuri lakini inapoteza ile haiba na asili ya Mswahili ama asili ya utamaduni wetu jinsi gani ambavyo tumekuwa nao. Yani unaambiwa hii taarifa kaifikisha kwa bi fulani kwa njia ya mdomo. Sasa hivi tumerahisishiwa kazi, simu tu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo binafsi mimi nasema si vizuri. Inatakiwa ifike stage kwamba sisi wenyewe tujikataze na vitu vyetu, tubaki kwenye nafasi zetu, tumonitor watoto wetu, tulee watoto wetu inavyotakiwa. Kama anaenda madrasa unahakikisha mtoto unajua progress yake, kama anaenda skuli unajua progress yake. Lakini siku hizi hautoki mzee akaenda skuli akafuatilia mwalimu vipi anaendeleaje kijana huyo, yuko vizuri. Na wewe tena ukishaambiwa na mwalimu yuko vizuri huendi zamani mzee anafanya follow up na wewe, somo gani huliweza, anaenda naonana na mwalimu wa somo, kwa nini hili somo huyu halifanyi vizuri. Yani mzee anahitaji details, na kama unahitaji kuongezwa mwalimu wa ziada utatafutiwa mwalimu. Yote haya unatengenezwa uwe mtoto bora baadaye. Sisi sasa hivi tuko busy na kazi tunasahau hata hiyo engo ya malezi. Na hakika malezi ya watoto pia ni kitu muhimu sana katika ndoa, hasa katika tamaduni za Mswahili na jamii ya Mswahili kwa ujumla. Tutazungumzia zaidi masuala ya malezi. Msikilizaji wetu na mtazamaji, wewe unafikiri ni athari gani za magharibi zimeboresha ama zimeharibu ndoa za Mswahili? Shiriki maoni yako, tutumie mawazo yako pia katika sehemu ya comment hapo. Kumbuka leo tuko na mgeni wetu Atiya Hassan. Huyu maarufu ni Somo Mtoto, mtakuwa mnamjua. Ni mshauri wa masuala ya ndoa, ni mtaalamu na ni mtu ambaye anatoa taaluma za ndoa kwa kutumia mbinu za tamaduni za Mswahili. Na tunajadili hapa leo angalau kwa uchache jinsi tamaduni za Kiswahili na Mswahili mwenyewe zinavyosaidia kudumisha ndoa, kama ambavyo kila siku tunakuwa tunasema tofauti ya ndoa za mababu na mabibi zetu na tofauti za ndoa za vijana wa kileo ambazo sana zinaathiriwa na tamaduni za magharibi. Ingawa nyakati zimebadilika na tamaduni zinaendelea kubadilika pia, lakini tujiulize, Waswahili wanaweza vipi kupata uwiano kati ya mila na maisha ya kisasa ili kuimarisha ndoa zao? Kwa sababu hatuwezi kuepuka kuona kwamba maisha yanabadilika, utandawazi, mitandao ya kijamii na kila aina ya mambo ambayo yanatoka magharibi kama ni sehemu ya dunia. Waswahili yanatukuta kupitia kwa watalii na kupitia katika hivyo vyombo. Kwa mtazamo wako wewe, vipi wanandoa wanaweza kudumisha maadili yao ya kama Waswahili wakikabiliana na changamoto za maisha ya kisasa? Kwanza tujikubali sisi kina nani. Tukisha kujikubali sisi ni kina nani, haitotuia vigumu kuendana na spidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Maana naweza tukasema hili janga la nchi nzima, dunia nzima imebadilika, lakini na nchi pia imebadilika. Sisi wenyewe zile asili zetu tuzikubali. Kama unapewa vifaa kwenu vya kutumia ukiwa nyumbani, kama ni mama, kama ni yoyote, lazima vile vitu uvithamini na uvitumie. Kadri unavyovitumia manake hutasahau matumizi yake na umuhimu wake. Lakini jambo jingine, unaanza kudumisha baadhi ya mila na desturi kivitendo. Kama sherehe za harusi, utashereheka kama ambavyo Waswahili wanatakiwa kushereheka. Kama una nafasi ya kushauri, unashauri. Kama una nafasi ya kubadilisha, unabadilisha. Hii itasaidia hata baadaye likitokezea lolote ulikuwa kwenye nafasi ya kushauri na kubadilisha. Lakini jambo jingine, una kizazi chako. Ukijiona hivi vitu unaviishi, basi kizazi chako pia utaweka kwenye msingi huo. Yani wazungu wanasema usisubiri changes, be the change. Manake wewe mwenyewe unatakiwa uwe wa kwanza kubadilisha yale ambayo unayatamani yabadilike. Kwa sababu kama sisi tunasema hatupendi mambo ya kimagharibi,
tunayaishi, kwa sababu kama mimi nafanya online session na nafanya kupitia mtandao wa kijamii, lakini na utumiaje huo mtandao wa kijamii in a proper way? Kama nafanya hivyo, manake sitoki kwenye ile lane ambayo natakiwa niwepo. Kwa hiyo mimi binafsi nasema kama mimi nataka huu utamaduni uendelee kuwepo, manake kizazi changu nitakilea kwenye huo utamaduni. Kama mtoto anatakiwa asome kwenye madrasa ambayo wanafundisha kuanza kuandika kwa chaki na nini, au skuli wanafundisha kwa ile modern old way ya kuanza mwalimu anaandika notes unakopia, tofauti na sasa hivi printiwa tu sheets, unaambiwa nenda kafanya revision nyumbani ama tumia kitabu gani ama sijui hivi. Ile njia unayotumia ya kizamani, unahakikisha anasoma kwenye misingi hiyo, inamjenga kujua kwamba hii ndo asili yetu huku ilipokuwa. Akiwa mkubwa ana uhuru wa kuchagua kwamba mimi nashika njia hii, lakini huku ndo nilikotokea. Lakini kwa upande wa wanandoa sasa, kuhakikisha kwamba maisha yenu nyinyi yanaishi mnaishi kwa mujibu wa taratibu zetu tulizojiwekea za mila na desturi zetu. Kama mwanamke, basi mwanamke unabaki kuwa chini, mume wako anabaki kuwa juu. Mambo ya 50-50 hakuna. Kwenye maisha yetu ya Mswahili hakuna 50-50. Always mwanamume anakuwa juu ya mwanamke. Hili tukubali tukatae, hatuwezi kuwa sawa, na inapendeza zaidi mwanamke kubaki kwenye sehemu yako. Nadhani hii wanawake wataniwia radhi, lakini ni ukweli mchungu kwamba sisi tubaki kwenye nafasi zetu ili tuone ile ladha kamili ya ndoa inavyotakiwa kuwa. Nadhani mpaka hapo itakuwa wamepata maana halisi ya ndoa inakuwa vipi ikiwa mwanamke atabaki kwenye nafasi yake ya kuwa chini na mwanamume akiwa juu. Hakika, na tutapata kuona maoni yao hapo wakitiririka na wakitoa ya maoni kuhusiana na swala hilo. Katika tamaduni za magharibi, ili si jambo ambalo tunaenda sawia na wao katika swala la nafasi ya mwanamke kwenye ndoa na nafasi ya mwanamume kwenye ndoa. Na ndio maana mambo mengi yanatokezea vile tukianza kuiga maisha yao. Tunaangalia kwenye filamu ambazo kwa muda mwingine zinaonyesha katika vituo vya television za hapo nyumbani, na katika njia moja ambayo watu wanajifunza pia na wanaiga hizo tabia ni kupitia hayo michezo ya kuigiza. Na huwezi kuamini, hata baadhi ya nchi za magharibi wanaandaa kabisa budget kutoka serikalini kutangaza tamaduni zao na kuzisukuma katika jamii fulani ya watu. Kiwango fulani cha fedha kinatengwa, tengenezeni filamu inayohusu na masuala haya, alafu isukumeni katika nchi fulani ili waweze kufanya haya ambayo tunayoyafanya. Hayo ni mipango maalum ambayo inakuwa nafanya sisi hatujui, tunaona kama ni michezo tu ya kuigiza, ni burudani ambayo, lakini wao wako na lengo lao. Pengine kama Waswahili na sisi tungeandaa maigizo ambayo yanahusisha tamaduni na desturi za Mswahili, angalau kuonyesha jamii kwamba kwa filamu, jamani, Waswahili walikuwa wanaishi hivi, tamaduni zao zipo katika hivi. Na mtazamaji, tungependa kusikia maoni yako wewe. Ni mila zipi mnadhani zinapaswa kuendelezwa, na ni mawazo yepi ya kisasa mnadhani yanaweza kuwa na manufaa kwa ndoa za Kiswahili? Sio kila kitu kutoka magharibi kina madhara kwa tamaduni za nchi yoyote ile, lakini ni muhimu kupima kutokana na mila na desturi za Mswahili. Tuandikie maoni yako hapo. Na mgeni wetu, kabla hatujamaliza, kama una kitu chochote cha kuongezea hapo, manake mambo mengi na ndoa ni uwanja mpana sana, hatuwezi kuimaliza kwa dakika chache, lakini pengine una kitu ambacho unaweza mtazamaji na msikilizaji akaondoka nacho. Mimi naweza kuwashauri kwenye mambo matatu. Kwenye maisha ya ndoa, kila siku uwe tayari kupokea elimu, kwa sababu huwezi kujua changamoto itakuja wakati gani. Sasa unapopata changamoto uwe tayari kujifunza na sio kukata tamaa. Hiyo ndo safari yako itakuwa nyepesi. Lakini jambo la pili, shida ikukute, usiitafute. Kwa hiyo usikae kwenye position ya kwanza kutafuta makosa ya mwingine. Hutakuwa na furaha wala hutofurahia kile ambacho umejaliwa. Lakini jambo la mwisho,
maisha yako ya ndoa uyakabidhi kwa Mungu. Hili lilitakiwa liwe la mwanzo, lakini nimeliweka mwisho. Kwa hiyo chochote ambacho kitatokezea kwenye ndoa yako wewe, hii nimeandikiwa, naipokea, napambana nayo, nasonga mbele. Kwenye namna hii utaona maisha ya ndoa ni rahisi, wala hutojikompea na mwingine yoyote, kwa sababu ndoa ulionayo wewe hana mtu mwingine. Naam, asante sana. Ndoa ulionayo wewe hana mtu mwingine. Hayo ni maneno ya busara kabisa na ni maneno mazito ambayo yanahitaji tafakuri kubwa sana. Kama wewe ni mwenye akili, basi unajua kitu gani kimemaanishwa hapo. Huu umekuwa mjadala wa maana sana. Tunatoa shukrani za dhati kwa mgeni wetu Atia Hassan maarufu Somo Mtoto kwa kushiriki nasi na kutupatia maarifa haya muhimu sana kuhusiana na ndoa. Msikilizaji na mtazamaji wetu pia, asante kwa kuwa nami, asante kwa kuwa nasi kutoka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tafadhali mtumie kiunganishi ndugu jamaa na rafiki, na yeye apate kujifunza kupitia mazungumzo haya. Kwa pamoja tuendeleze mijadala ya tamaduni, upendo, mahusiano na mada tunaweza kujifunza kutoka kwa kila mmoja wetu katika nyanja hizi. Jina langu ni Idi Mtumweni. Hii ni Mtumweni Show. Sina la ziada hadi kipindi kijacho.